Lakini Mkristo akiingia kanisani akijinyenyekeza, akipondeka mbele zake Mungu, basi anafanyika kuwa chombo cha kutumika kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana Kristo alipokuja hakusema tu hata kwa wazazi wake waliomleta, hakuanza kuinukia kumwambia nyinyi mnajua mimi ndio Mungu, mimi ndio nani. Hapana, alijinyenyekeza, alipondeka, ndio mwisho akafanyika kuwa mfalme. Sasa anasema, je, mimi nimekuja kwa kanisa, nimekuja duniani na haya ndiyo nimekuwa. Shida unayoona Kristo ameiona. Kupigwa Kristo amepigwa, kukosa Kristo amekosa, lakini haya yote ameshinda. Kwa hiyo sasa ni sisi. Ni unajua kanisa si ati Kristo Mungu amechelewa kukuja, hapana. Kuna tafutwa kanisa litakaye kuishi na Kristo milele, na kanisa ni wewe. Bwana asifiwe. Sio hii jengo limekaa, kanisa ni wewe. Kwa hivyo sasa wewe ukasane ya kwamba wewe ukuwe sawa wakati Kristo anapokuwa, wakati Kristo atapotuchukua, utakuwa uko sawa. Bwana asifiwe. Utakuwa uko sawa. Itakuwa ni vibaya sana uliingia hekaluni na Yesu aseme ya kwamba ondoka kwangu mwanangu, sikujui wala sikukufahamu. Na unasema, je, nilikuwa mwimbaji, nilikuwa mhubiri, nilikuwa muombezi, nilikuwa mshirika, nilikuwa kiongozi? Nakwambia ondoka, sikujui. Unaona? Sasa Paulo anawaambia ni heri mngekuwaka na uoga, yani kuokopa Mungu. Bwana asifiwe. Kuokopa nini? Mungu. Yani ukiingia kwa nyumba ya Mungu, kitu ya kwanza ni kuokopa nani? Mungu. Vitu vyote vilivyo hapa, vyote sasa ni vya Mungu. Mtu yote aliyo hapa, mtu yote ni wa Mungu. Kwa hivyo kwamba na Kristo anasema ya kwamba basi kama ni hivyo, Paulo anawaambia basi jijenge sana katika upendo. Jijenge, yani ujijenge. Upendo hauna wivu. Unaona Paulo anawaambia upendo sasa ukishajijenga, hautakuweko na wivu, hautakuweko na ukombi, hautakuweko na chuki, hautakuweko na kukataa wengine. Unaona vile Paulo anasema haya maneno, anaambia maneno nilimzuia ya kwamba hukufanya vizuri, hukuenda vizuri, lakini sasa tumeanza tena, tuende vizuri, tukue vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwamba sasa mimi kama mchungaji nitaulizwa, nitaenda kuulizwa, ulikuwa unajenga kanisa lako ama ulikuwa unajenga langu? Kwa maana kanisa langu, nikitaka kujenga kanisa langu kama mchungaji, tuna wale nitapenda, tuna wale nitachukia. Lakini nikitaka kujenga kanisa la Kristo, Bwana asifiwe, nitalijenga vile Kristo anavyotaka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwamba nimefika hapo na nafikia neno hilo uandike katika hali. Mchana tutakuja kujifunza mfungwa na mtu aliyelaaniwa. Bwana asifiwe. Mfungwa na mtu aliyofanya nini? Alalaaniwa. Kwa hivyo kwamba Mungu atatusaidia na hautakosa kitu moja. Bwana asifiwe. Utakuta kwamba uko saa nyingine wewe ni mfungwa, ama saa nyingine wewe umefanya nini? Malaaniwa. Alafu nimesema example ya kwamba mwenda simu akiona mwenda simu mwingine anasema huyo ndio Bwana asifiwe. Huyo ndio mwizi. Akiona mwizi mwingine anasema na yeye ndio nani? Bwana asifiwe. Sasa tutajifunza hayo na Mungu atatusaidia. Alafu hii tamu tukitoka hapa, hii ya kuendelea mbele tena miezi mingine 3, tutakuwa watu tumequalified. Utakuwa kwamba umejua kwamba wewe ni nani. Zungumza maneno mawili, mbia Bwana akuwezeshe. Zungumza tu maneno mawili na mwambie Bwana akuwezeshe. Mwambie tu Bwana akuwezeshe. Mwambie tu Bwana niwezeshe katika
Bwana, oh Yesu, Bwana Yesu, Bwana utawale, Bwana utawale, Bwana Yesu utawale, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha yangu, Bwana Yesu, Bwana utawale, Bwana utawale, Bwana utawale, kwa ajili ya maisha, Bwana utawale, kwa ajili ya maisha yangu. Mwimbaji ingia madhabahuni. Bwana utawale, kwa ajili ya maisha, Bwana Yesu kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha, Bwana Yesu, Bwana utawale, Bwana kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili, Bwana Yesu, Bwana utawale, Bwana kwa ajili ya maisha yangu, oh, kwa ajili, Bwana Yesu, wewe utawale. Nataka waimbaji na kuomba naondoka madhabahuni. Bwana Bwana Yesu utawale,
Yesu wewe, Bwana Yesu, kwa ajili maisha yangu, kwa ajili Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru, nasema ni asante. Pokewa sifa na utukufu, kwa maana wewe ni Bwana. Jina lako litukuke asubuhi ya leo Baba. Kanisa lako Bwana na Heaven Flames inakuja kwako Bwana. Tumepata usia wako pili tena, na umetuambia mambo imetukosesha mbele zako Bwana, na umetuambia tukitaka kushinda haya mambo yote tukuwe na upendo.